kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kitu kidogo ukitazama, lakini kwa hikma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu hicho basi kikawa ni kitu kitukufu ambacho lau ukitumia vizuri basi utaingia katika utaratibu au katika listi ya watu ambao wamezipata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo siku ya leo, siku tukufu, siku ya Ijumaa, ni katika siku ambazo Mwenyezi Mungu kaziumba. Alafu miongoni mwa hizo siku 7 katika wiki, Mwenyezi Mungu akaichagua siku ya Ijumaa kuwa ndio siku bora, siku tukufu, siku ambayo ndani mwake pana khairati mbalimbali. Yaumul Jumaa sayyidul ayyam, ikiwa siku ya Ijumaa ndiyo bwana wa masiku. Lakini vivyo hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kwamba ameifanya siku ya Ijumaa ndio siku tukufu katika siku, ukienda katika miezi basi utakuta mwezi ambao ni mtukufu kuliko miezi yote 12. Lakini ukienda katika viumbe wanyama, ukija katika binadamu, lakini ukija katika vyote ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviumba, kila kinachoitwa kuwa ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakiumba, basi kuna kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya kuwa ni bora, na si mwingine bali ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika viumbe waliokuwa bora kuliko viumbe wote ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaviumba, basi kamfanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiye kiumbe bora. Maana yeye huyu kiumbe huyo ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kampata jema kwa nyenendo zake katika kila nyanja ya maisha, basi huyu mwanadamu atafanikiwa katika maisha haya ya kila siku. Huyu mwanadamu atafanikiwa katika maisha ya kesho akhera, lau anaamua kumfuata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu ya ubora wa kiumbe huyu, kwa sababu ya ubora wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hata kuna jambo maalum ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa akifanya kila siku kwa ajili ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mwenyewe anatangaza ndani ya Qur'an, anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala anatangaza ndani ya kitabu chake kitukufu kwamba hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wote yusalluna ala nabiyyi, wanamtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni bora katika viumbe wote, yeye ndio afdalul khalqi, yeye ndiye bora wa viumbe katika viumbe ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameviumba. Wakati Mwenyezi Mungu akifanya kazi hiyo pamoja na malaika wake wakifanya kazi hiyo ya kumswalia Mtume, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa agizo, anasema ya ayyuhalladhina amanu, nanyi ambao mmekwishaamini, mmemwamini Mtume Muhammad, mmemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmeamini vitabu vyake vitukufu vinne ambacho ni Qur'an, Taurat, Zabur na Injili, mmewaamini mitume wake 25 waliotajwa ndani ya Qur'ani, akiwemo Nabiyullahi Adam mpaka mtume wa mwisho, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliokuwa na
Allahumma salli wa sallim wa barik wa akhi, rehemu na umpe amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndani mwake pana faida kubwa. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam anasema, man salla alayya laylatal jum'a wa yawmal jum'a sallallahu alayhi ashra. Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam anasema, man salla alayya yawmal jum'a, yeyote mwenye kuniswalia mimi mara moja salatan, yeyote mwenye kuniswalia mimi salatan, swala moja, laylatal jum'a, usiku wa Ijumaa, wa yawmal jum'a, na mchana wa Ijumaa, basi Mtume anasema sallallahu alayhi ashra, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala naye mtume atamswalia mara kumi. Yani wewe ukimswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara moja, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuswalia wewe mara kumi. Hii kuonyesha ni namna gani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni bora kuliko viumbe wote. Yani wewe ukimswalia Mtume tu, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuswalia wewe mara kumi, anakuletea wewe mara kumi, anakutia madhambi kumi, anakupandisha daraja kumi, anakufanyia mambo kadha wa kadha kwa sababu ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hayo ni kwanza kabisa Mtume za kweli. Kumswalia tu Mtume ukasema Allahumma salli wa sallim alayhi, kumswalia hivi tu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakupa thawabu kiasi hiki. Mwenyezi Mungu anakupa heri kiasi hiki. Sasa namna gani wewe utakapokuamua kumfuata Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Wapenzi wa Kiislamu, ikiwa katika siku tukufu, basi lazima tufahamu kwamba kuna habari ametufundisha utukufu huo, na siku nyingine bali Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lazima tumfuate Mtume. Katika kumfuata Mtume ndipo mahala palipo na mafanikio. In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mtume Mwenyezi Mungu anasema, kama nyinyi kweli mnampenda Allah, kama kweli mnampenda Mwenyezi Mungu mapenzi ya dhati, basi hebu fuateni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angalia katika maisha yako unaoishi. Je, umemkaribisha Mtume Muhammad katika maisha yako? Umemkaribisha Mtume Muhammad katika familia yako? Umemkaribisha Mtume Muhammad katika kazi zako? Mkaribishe Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nafasi uliyokuwa nayo. Mweke Mtume sallallahu alayhi wasallam, mafundisho ya Mtume yaweze kutawala katika mazingira uliyokuwa nayo. Utafanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Mtume ndio dira. Ukimwacha Mtume umekosea maisha. Ukimwacha Mtume utakuwa umeharibikiwa. Mfuate Mtume na anavyotuelekeza, na ndio hasa ametumwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ili awe ni kioo kwetu. Walakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwani Mungu anasema kwamba nyinyi kioo chenu ni Mtume Muhammad katika maisha yetu kwa ujumla wake. Basi tumfuateni na tumuige Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tuweze kupata maisha mazuri hapa duniani na kesho akhera. Wafaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.